Tupige makofi tuwe na karibu. Madhani ya mosho. Bwana Yesu asifiwe. Hamwezi kuwa mmekuja kugawanya huzuni yenye iko hapa alafu nyinyi wenyewe mkuwe mmekuja na huzuni yenu. So lazima wenyewe muamue kwamba tutasaidiana na familia hii kuigatake. So Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ukiongea ameniweka. Amen. Hallelujah. Naitwa Pastor Ann na nimeokoka. Yesu ni Bwana. All protocols observed. Na hii mic iko na echo. Iko na feedback. Bwana atukuzwe. Amina. Nimefurahi sana kwa sababu ya nafasi hii ambayo tumepata. Tuko ya Ngai muno gutikageithaga guciageni acio maroka nigetha tuigue kiugo kia Ngai uria turanagia mwiri tiguo. Bwana Yesu asifiwe. Atondu maya ni macakaya ri uti mucemanio wote ti moke maikare thi na mathie na mbere na tuigue kiugo kia Ngai nigetha tuhorerie family ino ya Tash na mutumia wake na ciana ciao. Nitumie Kiswahili. Bwana Yesu asifiwe. Ndani gukira nditulira kana mundu takaja mukore kana nigo mjiore mwathani kuteithia. Amen. Kana teateri. Ndio wafarisana. Amen. By the way, sina shida ya Kiswahili, nimefanya kazi ya Kiswahili miaka 4 nikilipwa. So ninaweza kuiongea, lakini nilikuwa nataka niongee hiyo ndio ingie kwa masikio ya kila mmoja ya kwamba tunataka kusikia neno. Can we bow our heads and pray? Amen. Our Father and our God, we are humbled this evening for allowing us to see this 12th day of November 2025. Father, we honor you, for you are the giver of life. We honor you, Lord, for it is only you who can give life and who can kill. We want to say thank you, Father, because of allowing us to come here, Jehovah, in this family of Tash and Betty, together with their children. And we want to pray that, Lord, the word that you are going to speak to us this evening, our Father, is going to edify our spirits, heal us, support us, and even encourage us, dear Lord. We pray that everyone who is under the sound of my voice shall be edified by your word and shall be blessed. For this we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Leo salimia mtu aliye karibu na wewe, umwambie jioni ya leo tena utabarikiwa. Jioni ya leo tena. Mwambie pia hata umebarikiwa already kwa sababu uko hai, and life is the greatest gift. Hallelujah. Nataka tusome neno in the book of John chapter 21. Nimesema you are blessed already. Bwana Yesu asifiwe. I want to read the scripture and then we can continue. We are reading John chapter number 21 verse 15 kuendelea hapo And Bible says, when they had finished eating, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of John, do you love me more than this? Yes, Lord, he said, you know that I love you. Jesus said, feed my lambs. And again, Jesus said, Simon, son of John, do you love me? He answered, yes, Lord, you know that I love you. Jesus said, take care of my sheep. The third time, he said to him, Simon, son of John, do you love me? Peter was hurt because Jesus asked him the third time, do you love me? He said, Lord, you know all things. You know that I love you. Jesus said, feed my sheep. Bwana Yesu asifiwe. Huyu ni Yesu, na hii ni mara ya 3 ya kutokea mitume baada ya kufufuka. Na anawatokea ili wawe na hafla ama wawe na chakula cha jioni pamoja na wao. Na wakati ambapo alikuwa anawaongelesha, akachukua mmoja kati ya 12, akaanza kumzungumzia kati ya wengine. Bwana Yesu asifiwe.
na akaanza kumuuliza maneno mazito ya kwamba kama angekiri kwamba anampenda Yesu. Bwana asifiwe. Na wakati ambapo Petero alichaguliwa na Yesu na kuulizwa lile swali, mara ya kwanza ile answer ambayo alipeana, alimwambia ndio Yesu nakupenda. Naye Yesu akamwambia kama unanipenda walishe kondoo wangu. Jina la Bwana lipewe sifa. Jioni ya leo nataka nikulete kwenye scenario ya kwamba Yesu akiwa Mungu, kwa sababu katika Utatu Mtakatifu Yesu pia ni Mungu. Ni vizuri uelewe ya kwamba alijua kwamba anaenda mahali harudi. Alijua kwamba atakapokuwa ameenda katika spiritual realm ama the spiritual law, hataweza kumanifest tena akiwa kwenye mwili. Na kwa hivyo wanakondoo wake walihitaji a steward, mtu ambaye akiachiwa kazi ataweza kuifanya. Na Yesu akajua ya kwamba mitume wote 12 walikuwa wanampenda, lakini akachagua mmoja kati ya 12 ili ampatie assignment. Amwambie ya kwamba wewe Petero, ujue hata wengine wasiposhughulika, wewe ushughulikie kondoo wangu. Jina la Bwana lipewe sifa. Praise be to the name of the Lord. And so Yesu anauliza Petero mara ya kwanza, na anamuuliza mara ya pili, na anaenda hata mara ya tatu kumuuliza Petro, mwana wa Yona, je, unanipenda? Naye Petro anasema ndio. Lakini Yesu hanyamazii pale, anasema kama unanipenda walishe kondoo wangu. Jina la Bwana lipewe sifa. Nataka kusema na mtu siku ya leo na jioni ya leo, nikwambie ya kwamba there is saying that you love and there is acting the love. Nasema kuna kusema kwamba unapenda na kuna kufanya ule upendo ukaonekana kwa vitendo. Na hapa Yesu anamwambia Petero, lazima nikiondoka ushughulike mahali chakula ya kondoo wangu itatoka. Lazima ushughulike kwamba basic needs of my sheep are met. The way I take care of you every day, you must also take care of my sheep. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nirudi hapa niseme tuko hapa kwa ajili ya rafiki yetu. Rafiki ambaye kila mmoja ameguza moyo wake. Kama vile tulivyosema ya kwamba kama vile alivyosema ya kwamba wewe Petero, kwa sababu unanipenda, walinde, wachunge kondoo wangu. Kuchunga sio kazi rahisi. Kuchunga ni kazi, it's a full-time job. Praise the Lord. Ni kama vile katika familia kukiwa na watoto, kuwe na mke na mume. Kazi ile ya kuwa katika familia it's a full-time job. Whether you are a single parent kama mko wawili, ile kazi ni ya 24 hours. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Na hapa Yesu akaona mtu mmoja, akaona kwamba huyu ninavyomwangalia ametosha kunichungia kondoo, na akamwambia ya kwamba nitakapoenda, kwa sababu umekiri mbele ya watu wanipenda, chunga kondoo wangu. Mwambie vizuri, na kama hakuweza kule kuangalia. Mimi namfundisha hivi ifute kazi. Kwa sababu tumepewa kazi, na kazi hii ni ya kuchunga, na si kazi ndogo, ni kazi ya kuhakikisha ya kwamba jina la dada yetu halisimamii hapa, jina la dada yetu halikufii hapa, matendo ya dada yetu hayakufii hapa. Naona my sister, we were with you in Nanyuki with our sister. And we really had a good time. And I remember there was something that happened. And we went into prayer for almost 2 hours. And in that time, I can tell you, the words of our sister were love, upendo, and a knife, and a knife, and a knife. What are you supposed to do? Can I tell you something? What happens after you are gone? It doesn't matter whether you deal with it or you will. No. There
are people who go and the people who are left behind wanakosa kuchunga kondoo. And what I want to say on this point, kile nataka kusema ni kwamba ni ya muhimu sana tujue ni kazi ambayo tumepewa na Mungu. Tumenye